Asante sana mpenzi mtazamaji, tupo hapa mbele yako Bwana kukuletea habari kuhusu shukrani, nikiwa na mheshimiwa hapa. Mheshimiwa, unaelewa nini kuhusu shukrani? Kitu kikubwa ulichojaliwa. Ndio. Kwenye hicho kitu kikubwa ulichojaliwa, unatenga nusu ndo unairudisha kwa yule aliyekujalia hicho kitu. Ndio. Ni kama mimi ninavyoweza kutafsiri. Na shukrani imegawanyika katika sehemu ngapi ambazo unazijua wewe? Sio zote, lakini yani vile vitengo ambavyo wewe unavijua, shukrani kwa nani, shukrani kwa nani, shukrani kwa nani? Ya, kwangu mimi naweza nikaangalia kutokana na mazingira ambayo tunaishi. Ndio. Mfano, kuna shukrani ambayo unamtolea Mwenyezi Mungu na kuna shukrani ambayo unaweza ukamshukuru ndugu yako. Yeah. Sababu tunaangalia katika maisha, kuna watu wako nyuma yetu na kuna watu wako mbele yetu kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kutusaidia. Ndio. Kwa kama ndugu yako ambavyo anajaribu kusaidia katika safari yako ya maisha hapa duniani. Ndio. Kuna namna fulani inabidi umshukuru, umrudishie chochote. Lakini pia tukiangalia kwa jinsi Mungu ambavyo naye anatubarikia mambo mengi katika maisha yetu. Ndio. Kuna namna gani na sisi tukifika hatua lazima tumshukuru. Kwa hiyo kile ambacho anatujalia kidogo au kikubwa na mega kidogo tunamrudishia Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia hicho. Na nukuu umesema shukrani ni yani ile una mega kidogo au kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia na unamrudishia. Na hapo nina swali moja. Shukrani ni kurudisha kile ambacho amekujalia, una kimega kidogo unakirudisha, yani asilimia fulani unarudisha, yani kama fungu la 10 hivi. Unakata asilimia 10 ya kile ulichopata unakirudisha, au shukrani yanaweza kawa ni maneno au whatever. Unasemaje hivi? Shukrani inaweza ikatolewa kwa namna kadha wa kadha. Mfano kama kwa ndugu yako, mimi naweza nikakushukuru either kwa kiasi chochote nilichojaliwa au nilichobarikiwa, au ninaweza nikakushukuru kwa maneno tu. Naona. Lakini pia kwa upande wa Mwenyezi Mungu ni vizuri ukanena naye, ukamshukuru, aidha ukampigia magoti, ukamwomba tu kama Mwenyezi Mungu na kushukuru kwa hiki ulichonipatia, hiki na hiki. Naona. Ndio. Lakini pia kwenye hilo jambo la shukrani unaweza nikalinganisha na kama ulivyozungumza fungu la 10. Kile ulichokipata unatenga asilimia kidogo kwa ajili ya kufanyaje? Ya kushukuru. Kwa muktadha huo ina maana kwamba shukrani sio lazima uende na kitu. Shukrani ni kwa maneno, shukrani ni kwa matendo na kadha wa kadha. Hivyo shukrani imegawanyika katika sehemu mbalimbali. Na pia kuna faida gani? Faida za shukrani ni zipi? Nikinukuu kidogo maandiko matakatifu. Ndio. Niliwahi kusoma kwamba mkono unaotoa shukrani ndio mkono unaopokea. Yaani kushukuru ni kuomba tena. Ndio. Kwa hiyo vile unavyoshukuru ni sawa na kupokea kitu kingine. Kwa hiyo vile unavyoshukuru ndivyo hivyo unavyopata kitu kingine. Kwa namna hiyo naweza nikasema kushukuru ni kupokea tena mara 2 ya kile ulichokishukuru. Amina sana. Na mpenzi mtazamaji, naamini umebarikiwa sana na umependezewa na kipindi na session ndogo ya shukrani. Mimi niliyokuwa nikikuwakilisha ni Elia Jacob Mtitu, nikiwa na mtumishi wa Mungu Anesius Vincent Venant. Asante sana na ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Asante sana, ubarikiwe. Amina. Asante sana.